kaine upungula yake inaendelea kukwisha. Sasa mtapewa fidia siku gani? Wabunge wenu wote wamenunuliwa, hawaongei. Seneta haongei, wajumbe hawaongei. Sasa Rigiji atakuwa mtetezi ya Wakipsigis kwa sababu umedhulumiwa. Harambee! Haya, hapa ni wanta. Hapa Mulot. Kweli? Mulot ni wanta? Ate Mulot mnasemaje? Ate Mulot mnasemaje? Wangapi wanasema Mulot ni one term. Na sisi hatuna ubaya na mtu yeyote. Sisi tunataka wananchi wafanyiwe na watu wapate watu wale walitolewa mau wapewe pesa yao, waanze maisha upya, si ndio? Na mimi nataka kuhakikishia nyinyi, tukiwa na Kalonzo Musyoka, tukiunda serikali within 6 months, wale wote wa Kipsigis walifukuzwa Mau Forest, tutawapatia compensation, waanze maisha yao. Sio ni sawa sawa? Na hii college ya ICT hapa, nyinyi ndio wataalamu ya mambo ya mtandao. Ile mliahidiwa, sisi tutakuja kufanya, si ndio? Lakini kwa sababu tunaenda safari, tutapanga tukuje hapa tuongee na nyinyi maneno ya ndani. Mnanikaribisha? Mnanikaribisha? Na mimi nawapenda, na mimi nataka nihakikishie nyinyi, serikali tutaunda, Wakalenjin watakuwa ndani yake. Hakuna mtu atatenga jamii ya Wakalenjin kwa sababu nyinyi wa Kenya kama watu wengine. Hapa SHA inafanya kazi. Inafanya kazi. Grade 10 watoto wako kwa nyumbani. Nyinyi Wakale mnaumia kama Wakenya wengine. Payslip imekuwa invaded. Wafanyikazi Wakalenjin, Wakikuyu, Wakamba, Wajaluo, Waluya, Mijikenda wote wanaumia. Sasa nyinyi mtaendelea kumia, mmenyamaza. Wabunge wenu wanaogopa kuongea. Senator anaogopa kuongea, anaogopa rais. Sasa kuanzia sasa, mimi ndio mtetezi ya Wakipsigis, hasa wale wako hapa kwa sababu mnaumia. Harambee! Aende asiende? Wacha nione wale wanasema aende. Haya, wacha kiongozi wetu hapa amsalimie kwa kifupi ndio tuelekee. Mulot hoye. Nikikupa wiper, mimi ni mtu wa wiper, sio? Utanipa komboa Kenya. Ni wakati ya sisi zote tukomboe nchi yetu. Wiper. Nikisema harambee kwa sababu Mulot ni Kenya, ama sivyo? Mimi nikiwa hapa kwa Wakalenjin niko nyumbani. Kwanza Chemgei. Asante. Hata mzee Justus Olitipis akiwa waziri nilikuwa naenda nyumbani kumsalimia. Kumbukeni miaka yote mimi na mzee Moi tunashikana, si kweli? Hata kuna jamaa moja hapa alikuwa anataka senator, mnamuita Chemabich. Anaitwa nani? Unamkumbuka? Kwa hivyo basi tumewaletea salamu nyingi. Tunaona mnamvua kiasi, lakini vile Rigiji amesema, nyinyi ni Wakenya kama Wakenya wenzenu. Na kwa hivyo mkiona vile mwelekeo wa Kenya ulivyo, msiwachwe nyuma, kwa sababu naambiwa nyinyi ni watu wa nyumbani. Hakuna mtu ambaye haumii Kenya hii. Watoto hawaendi grade 10 wote. Na mimi nikiwa waziri wa elimu nilimpatia kazi Professor the late Dr. David Koech, akaunda muundo mpya wa elimu ambao tuliita ticket, na kulikuwa na utaalamu mkubwa kabisa. Hii ya Ruto alikimbiza mbio, ikaleta shida kwa upande wa education, imeleta shida kwa upande wa SHA matibabu. Kwa hivyo sisi tukichukua mamlaka next year, nyinyi msiwachwe nyuma. Wangapi watakuwa tayari kuwa mstari wa mbele kama Wakenya wengine? Weka hapa nisikie kama ni one term Kipsigis. Kwanza Kipsigis nyinyi hamuogopi, si unajua hivyo? Hata walikuwa wanasema Kipsigis ni wengi for nothing. Lakini wingi sasa ndio itapindua hesabu ya Kenya. Wa Kipsigis wawe mstari wa mbele kukataa serikali na uongozi ambao unaumiza kila mwananchi. Kenya ni moja, na kwa hivyo tumekuja tukielekea Kisii na kule kwingine tutarudi vile Rigiji amesema, hata tutaenda Kapkatet.
Mko tayari kwenda Kapkatet? Kwa sababu uamuzi wa Kipsigis unatolewa Kapkatet. Na kuna mheshimiwa Tere na wengine wanasema tuende kule na tutarudi nyuma. Mungu abariki sana, asante kabisa, kongoi sana. Ngoja mheshimiwa Yojini wa Malwa kutoka Ingo, si ndio? Watu wa Mulot mgeitugo Mlembe. Mnajua hiyo pia? Mjipigie makofi basi. Sisi tunaelekea Kisii na Nyamira, tuna mikutano huko leo na kesho. Lakini tumesema hatuwezi pita hapa Mulot, hatuwezi pita Bomet bila kusalimia ndugu zetu wa Mulot na Bomet. Tumetukaribisha. Sisi tutaka tuambie watu wa eneo hili, Mulot, Bomet, hapa ni Kenya. Rais mstaafu Moi alikuwa anasema siasa mbaya, maisha mbaya. Leo nataka niwaambie sera mbaya, maisha mbaya. Tukiwa na sera nzuri, haijalishi wewe ni wa jamii gani, wewe ni wa dini gani, wewe ni ya chama gani. Wakati tumekuwa na Mwai Kibaki alisema tuwe na free primary education, masomo yakiwa ya bure. Uwe mtoto Mkalenjin, Mkisii, Mkikuyu, Muluya, unasoma bure. Sisi na Uhuru Kenyatta tulikuwa na ile mambo inaitwa Linda Mama. Uwe hapa Mulot, uwe Bomet, uwe Kisii, uwe Kitale, bibi yako akizaa, yeye anazaa bure. Wewe uwe mwana bodaboda, uwe mwalimu, uwe polisi, ni serikali inasimamia. Mnakumbuka hiyo? Linda Mama ilikuwa inalinda wamama wote. Lakini wenzetu walipoingia wakabadilisha sera, wakatoa Linda Mama, wakatoa ile Edu Afya. Watoto wenu walikuwa wakigonjeka shuleni tukiwa na Uhuru Kenyatta. Ilikuwa wewe mtoto anatibiwa, unaambiwa tu mzazi, mtoto alikuwa na shida kidogo, ametibiwa, wako sawa. Wenzetu wametoa Edu Afya, wametoa Linda Mama, wameleta kitu inaitwa sha she shi sho. Sisi tumesema mwaka ujao mkituona na huyu Rigidi na huyu Kalonzo, mkitupa heshima kurudi serikalini, tunataka executive order number 1 kutoa hiyo sha, turudishe Linda Mama, ilinde mama wetu wote. Tuko pamoja? Sasa hayo ndio baadhi ya mambo tunasema tutarudi tena tuwatembelee, na tuko na uhuru wa kutembea popote taifa hili. Tuuze sera zetu hapa Mulot, kule Bomet kama watu wa one term. Watu wa 2 term wakuje Kitale, waende Kisii, waende Bungoma, wauze sera zao. Because we live in a free country where there's freedom of movement, freedom of expression. Na Kisii leo tunaenda kuuza sera zetu. Mnakubali turudi tena tuwatembelee? Tuje Kapkatet na mkutano mkubwa. Tuongee na jamii ya Kipsigis, jamii ya Wakalenjin. Sababu maisha yakiwa magumu, gharama ikipanda juu, mafuta ikipanda, nauli ikipanda, inatupandia sisi wote. Nina rafiki yangu anaitwa Kipkorir. Nilimuuliza nikamwambia, wewe unaona mambo yako sawa? Akasema, Wamalwa, ukale si ugali bwana. Bei ya ugali ikipanda inapandia hata mkale pia. Kwani si kweli? Asante, Mungu awabariki kutukaribisha. Asante, tumekubaliana watu wetu. Si mimi ndio nisaidia William Ruto akuwe rais. Ni mimi, si mimi. Ni watu ya mlima, si watu ya mlima. Akatutenga, akatusaliti. Akasema hana haja na sisi. Sasa sisi tumeamua vile tulimsaidia tutapeleka yeye nyumbani. Si ndio? Mimi nilimuuliza hii Wakale walikupigia kura watakula siku gani? Anasema yeye kama Ruto amekula, Murkomen amekula, Faruk na Sudi, ati Wakale wote wamekula. Kuna kitu kumekula nyinyi? Si mnaumia kama Wakenya wengine? Yeye pale State House amefungulia watu ya mlima. Wakienda huko kila mtu 10,000. Waluya wamejaa hapo, Wajaluo wamejaa pale. Nyinyi kuna siku mmeitwa pale Ikulu? Nyinyi mkipata pesa mnaweza kujikuna? Ni ubaguzi, si ubaguzi? Unajua yeye anachukua nyinyi for granted. Ati kwa sababu nyinyi ni jamii yake, mtampigia kura bila kufanyiwa kazi. Sasa yeye anaita watu, anawapatia pesa. Hii pesa imeibiwa. Kama wengine wanapewa na ni ya kuibiwa, hata nyinyi Wakipsigis simupewe. Iko makosa? Siku wake ni hapa Kirigoni. Simutakatia hapa. Aite nyinyi pia mpatie ile pesa anapatia watu wengine. Mimi lazima nitetee nyinyi.
Si mlimpigia kura? Mimi nitakuja tuongee maneno. Mnataka nikuje? Tutangaze mkutano? Mtatengeneza muziki? Mtapaka maziwa? Mimi nawapenda sana watu ya Mulot, nyinyi ni wangwana na mtakuwa na sisi kwa serikali mpya. Na msikuwa na wasiwasi, mtu asidanganye nyinyi ati mtatengwa. Nyinyi ni wa Kenya wenzetu na nyinyi ni watu wangwana na mimi namuelewa na tutahusisha nyinyi kikamilifu na mimi nataka muingie chama cha DCP. Mtaingia DCP? Wacha nione watu ya DCP, watu ya DCP. Nikisema DCP unasema sikiza ground. DCP na mkuja mchukue tikiti ya DCP. Ile ya UDA imepewa wabunge wale wako kwa viti tayari. Hapo mtachinjwa. Mtakuja? Asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you.